Usibanduke mahali ulipo. Ndio tunataka kwanza kupigia Mungu simu. So keti tu mahali ulipo hapo, usijaribu kubanduka. Utazame jinsi utakavyoongea na Mungu direct, jinsi atakavyomflash na atakavyonipigia. Bye. So nangoja hii simu ipigwe nione kama Mungu atapiga hii simu, sababu nataka nimuulize maswali kadhaa. Unajua hii dunia saa hizi bwana, vile inaenda hivi sioni kama inaenda vizuri. So nataka niulize Mungu maswali kadhaa. Mungu, piga simu. Nimekungoja upige simu Mungu wangu. Nimengoja upige simu. Nataka nikuulize maswali maana kasongo vinatupeleka hii si poa. Mungu, nimengoja upige simu. Nimengoja Mungu wangu upige simu. Nimengoja nimekuflash piga simu God piga simu. Nimekuflash. Niwe kama ujui namba ya Mungu sori zako. Wewe unaanza kuniuliza wewe kama ujui namba ya kupiga kwa Mungu sori zako. Mimi napigia Mungu, nimeflash Mungu, nimengoja anipigie. Nimengoja tu anipigie saa hizi tu hapa. Hey, Mungu amepiga. Hey, yaani nafuraha kumuuliza sasa. Hello, ya hapo ni mbinguni. Ya naongea na Yesu au nani? Unaongea na Abraham. Kwanza Abraham, mimi nilikuwa nataka nikuulize Abraham, kabla hujampa Yesu, maana niko na maswali mbele za Mungu, mbele za Yesu. Kwanza Abraham, nilikuwa nataka nikuulize kwanza Abraham. Unajua jinsi maisha ambayo nyinyi mlikuwa mnaishi hapo awali na maisha ambayo siku hizi hii maisha yetu ya siku hizi. Hii maisha gani ilikuwa afadhali? Ndio manake hii life yetu ya siku hizi maisha ni magumu. Yaani tuseme ukiishi kwa imani unaweza pata kila kitu. Imani ndio kila kitu. Abraham, hata umenikumbusha hiyo, maana hata Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na wana wa Israeli kuliko kujifurahisha katika dhambi za kwa kitambo. Yaani naye alikuwa na imani. Sasa nimekuelewa Abraham, nimekuelewa. Sasa sumpatia Yesu simu. Sasa nataka niongee na Yesu. Hello Yesu. Ya hapo unaongea na Isaac mteule nabii. Mteule nabii ni jina ambalo ulinipatia. Ya hii Isaac aini ya wazazi. Baada ya mimi kuzaliwa ndio wazazi walinipea. Mimi wakati nilizaliwa hivi nilikuja kwa hii dunia ndo akanipea hii, lakini wewe unajua nilibadilisha Yesu wangu kaniambia nijiita na mteule nabii. Mimi najiita hivyo, mteule nabii apostle. Hata sasa kama uko na ni wifi huko, hata ukigoogle YouTube mteule nabii utanipata. Hata TikTok, hata uko naye kuna TikTok. Hata TikTok, hata kwa TikTok niko na mteule tu nabii utanipata Yesu. Sasa mimi nilikuwa napiga simu kwa kuwa niko na imani. Sasa kwa nini huyu jamaa alipita kura huku kwa hii dunia? Alipita kura sababu anatupeleka vibaya na angamia, anatulazimisha kuja kwako wakati masiku zetu bado ambao ulitokea kwa hii dunia tuishi bado. Mbona anatulazimisha? Kwa nini ulikubali apite kura? Hiyo ndio swali hata mimi najiuliza sana. Kwa nini ulikubali kwani apite? Tunarudi uko naye macho. Hata sisi Gen Z tuko na hiyo imani, lazima utupiganie. Kweli life imekuwa ngumu. Siku hizi atukipanda ndege kama wewe sio chama yake unasikia helicopter imecrash. Wewe hakuna, yani tunakuja kwako pasipo kama wakati wetu bado ambao ulitupatia. Thank you God. Asante sana Yesu. Ndio mimi na huwa nakupenda na mimi na huwa nakuamini. Ndafahamisha na wengine. Atumesema ni one time. Thank you dear God. Yo one time lazima ifike. Si ndio dear God? Asante Yesu. Ndio maana mimi huwa nakuheshimu sana, mimi nakuabudu. Huko dunia mambo imebadilika. Sasa kama mambo yamechange huku sasa, hata kama hii dunia sasa
siasa, ukienda watu kupiga, wengine wakati wanapiga kampeni wanatupiwa tear gas. Hata sisi wahubiri siku hizi ati tukihubiri tu neno ambaye inahusu inakuasa serikali tunawekwa ndani. Ukweli, sababu pia sisi watumishi tuko kwa taabu, maana sasa hizi pia hata sisi watumishi tunaongana serikali ndio tuhubiri. Ni ukweli dear God. Ni ukweli kabisa Yesu. Ndio maana nimekuja kwako, maana ulisema, maana andiko lako linasema ya kwamba hakuna mtu atauona ufalme wa mbinguni pasipo kupitia kwa Yesu. Sasa ndio maana nimepitia kwako kwanza, ndio hii mambo kwanza, hii dunia kabla sijatoka kwa hii dunia. Hii jamaa ende one time huyu ni Saruto, yani Kasongo. Hayo ni jina yake alipewa, si ati mimi nimemuita. Kabisa. Hata ingine aliitwa Zakayo. Kumbe hiyo hujasikia kama Zakayo vile ulimwambia ashuke kwenye mti. Lakini yeye roho yake si kama ya Zakayo. Zakayo alibadilika. Alibadilika, lakini yeye hapana. Yeye anakumaliza. Dear God. Yesu, mimi bado niko na ombi kwako. Alafu ombi ingine ni sasa, mbona kwa hii dunia tunajikuta tunapenda mtu tu mzuri, lakini kumbe yeye akupendi kutoka ndani ya moyo wake, na wewe mwanaume umpenda kutoka ndani ya moyo wako. Kwa mambo ya love ya hii dunia, yani kuwa na mke au relationship. Unapenda mtu na kumbe yeye hajaamua kupenda ndani ya roho yake. Ni shetani ndiye anasababisha. Na ili tukae kwa amani tunafanya aje? Ni maombi na imani. Asante dear God. Asante sana. Dear God, asante sana. Mimi najua wewe bado ndio muumba. Wewe uliyeumba mbingu na nchi. Lakini ulikuja duniani kwa ajili, kwa mfano ya mwanadamu, ili utuokoe. Yesu, nimefurahi sana kwa advice yako, nimefurahi kwa uwepo wako wa kukubalia kunipigia simu hadi nikaongea na wewe. Si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu, bali kwa uwezo kutoka kwako. Asante sana Yesu. Salimia hata Raila alikuja huko. Kabisa. Alikuwa anapigania wananchi huku. Tunamtambua. Yeye ni shujaa wa wananchi huku. Yesu. Msalimia Moses. Na Dorcas. Unajua Dorcas namkumkanga pia kwa wema wake ambaye alikuwa anasaidia wajane. Na David, unajua vile aliua Goliath akaleta Waisraeli kuheshimiwa. Ni hao tu kwa leo. Nitajipa imani, nitaomba kwa imani kutoka kwako. Bye. Nimeongea na Yesu live. Umaipigia Yesu simu kuongea na yeye, wewe flash. Mimi nimemflash akanipigia, alafu unashindanga tu hapo tu. Mimi nimemflash leo Yesu akanipigia. So wewe ukitaka kujinyonga wewe yako ni sauri zako. Mimi nimepigia leo Yesu, nimeongea na Yesu live.